Leo nitazungumzia jinsi ya kuwavutia wenye baraka zako. Ukweli ni kwamba wengi wetu tunatambua wazi kwamba kuna watu ambao Mungu amekusudia kuwatumia kubariki maisha yetu kwa namna mbalimbali. Lakini kuna watu wengi ambao tunaishia katika maombi peke yake kwamba Mungu atende. Tunasahau kwamba kuna sehemu yetu. Kusoma maandiko utaona kwamba Bwana Yesu alimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo tunahitaji kibali kwa Mungu, lakini tunahitaji pia kibali kwa wanadamu. Kwa hiyo tukielemea upande mmoja kwa Mungu peke yake, tunaweza tukose baraka zetu kwa sababu Mungu anatumia watu. Na ili Mungu awatumie watu, ni lazima hao watu pia wawe na mahusiano mazuri nao. Kwa hiyo jambo la kwanza nalotaka ujifunze ni kwamba unatakiwa kutambua kwamba si lazima mwenye baraka zako akupe kwa wepesi. Kuna mtu kabisa Mungu amembariki na amekusudia awe funguo kwenye maisha yako, lakini ufahamu kabisa kwamba jambo hili halitatokea kwa wepesi. Tunakumbuka kipindi fulani Bwana Yesu alipotakiwa aweze kulipa kodi na Petro, alimtuma Petro kwamba aende kuvua samaki. Akasema yule samaki atakayezuka kwanza, ukiufungua mdomo wake utapata shekeli uende kukalipe kodi kwa ajili yetu. Hii inatufundisha nini? Hakusema yule samaki atatapika shekeli. Hakusema yule samaki atatema shekeli. Bali alimwambia Petro, ukiufungua mdomo wake utapata shekeli. Maana yake ni kwamba kuna kitu unapaswa kufanya hata kama mtu ni mfadhili, hata kama mtu ana baraka zako, hatatoa kwa wepesi kama hutasimama katika nafasi yako na kuwajibika kufungua mdomo. Kwa hiyo una wajibu wa kufanya kitu, na si kwamba baraka zitapatikana tu kwa wepesi. Ni lazima utambue nafasi yako ni ipi. Na jambo la pili la muhimu ni kwamba endeleza mahusiano. Kwa Kiingereza tunapenda kusema keep in touch. Kuna wakati mwingine kuna watu wangeweza kufanyika baraka katika maisha yako, lakini huna tabia ya kuwasalimia. Huna tabia ya kuwatakia mema. Huna tabia ya kutengeneza au kujenga ule uhusiano na wale watu, kuendeleza mahusiano ambayo yalianza. Kuna watu wengi sana ambao uliwahi kukutana nao kwenye mikutano mbalimbali, kwenye mazingira mbalimbali, na ukasevu mpaka simu zao. Lakini hujawahi hata siku moja kuwasalimia kwamba mnaendeleaje. Na wakati mwingine inawezekana kuna mtu anakutafuta sana, amepoteza namba yako. Lakini kwa vile hutafuti kujenga mahusiano, basi unapoteza fursa. Na ungewezekana mwingine baada ya kumpigia kumsalimia angekuambia tena nilikuwa nakutafuta sana. Na pia ile inaonyesha kwamba kuna kitu fulani ambacho unaguswa na maisha yake. Napenda kukupa ushuhuda wa ndugu mmoja ambaye kuna kipindi alipata ajira kwa njia nyepesi kabisa. Huyu ndugu alikuwa tumekutana naye, mimi sikumbuki vizuri, lakini mara kwa mara ananisalimia miaka hiyo. Basi wakati mwingine alikuwa ananitumia voucher ya shilingi hata 500. Sana najiuliza, ni ndogo sana, lakini ikawa najiuliza mbona huyu ndugu hata simfahamu. Nikabidi nimuulize vizuri. Akasema uliwahi kuja katika mji wetu ukafanya semina kwenye kanisa fulani, na mimi nilikuwepo katika semina hiyo. Niliguswa sana na mafundisho yako, ingawa siabudu katika kanisa hilo. Kwa yule ndugu tukawa tunaendelea kuwasiliana hata simfahamu. Siku moja nikaona fursa fulani ya kuhitajika mhasibu kwenye taasisi fulani. Nikawaza nikasema hebu yule ndugu ambaye mara kwa mara tunawasiliana nimuulize. Kumuuliza nikagundua kwamba yule ndugu amesomea uhasibu. Jambo lile lilinisababisha nimwambie kama yuko tayari aje moja kwa moja aanze kazi. Yule ndugu aliweza kuja, nilimfahamu wakati anashuka kwenye basi na akawa amepata kazi. Sasa si watu wote watapata kazi kwa namna hiyo, lakini nataka nikuambie kwamba niliguswa sana na moyo wake, hasa ule wa kusalimia, kuniwasalimia mara kwa mara, kama mtu ambaye anaonyesha kwamba ni mtu ambaye nina sehemu katika maisha yake. Kwa hiyo endeleza mahusiano kwa watu mbalimbali ambao mlipo tangu mkutane ulishasahau moja kwa moja, na wengine wana baraka zako wakati huo unafunga na kuomba ili Mungu afungue njia zingine. Jambo jingine la tatu, imarisha urafiki unapokuwa na chochote. Watu wengi sana wana tabia ya kuwasiliana na watu wakati tu wanapokuwa na mahitaji. Na jambo hili limesababisha wakati mwingine hata watu wakiona simu yako inaita, wakishaona tu jina lako wanaacha kupokea kwanza. Kwa sababu hawategemei kwamba utashirikisha baraka. Wanategemea kwamba mara zote utaomba msaada. Ni kweli kuna mahitaji mbalimbali tuliona tunaweza tukasaidiwa na watu,
lakini ni vizuri na wewe uone kwamba una kitu cha kutoa. Kwa hiyo usisubiri mpaka ulale njaa ndipo upige simu, ndipo ubipu, ndipo ufanye vitu. Na pia ukubipu kunaonyesha pia kwamba ni mtu ambaye pia huko tayari. Mimi huwa najiuliza mara nyingi kwa watu wanaobipu hata kama wana shida, kwamba hivi mwahi kumbipu daktari? Nashukuru watu wale wamelielewa sana kwangu, na mara nyingi sana sijawahi kuona watu wanaonibipu kirahisi, kwa sababu nimewapa elimu kwamba hivi kweli unapokuwa una changamoto alafu bado tena ni mtu wa kubipu hata 500 huna. Unajua mtu ukimwambia mimi nina shida, na mtu ukamwambia na shida ya redio, alafu ukimpa redio alafu tena unamwambia kwamba bwana, ingawa umenipa redio sina betri, unamfanya akupokonye ile redio, kwa sababu anaona huyu sio mtu wa kundi la watu wa kusaidiwa. Kwa hiyo unajaribu kujiuliza, wewe unambipu mchungaji wako, unambipu kiongozi wako, unambipu, lakini umewahi kumbipu daktari? Mbona unapambana mpaka unahakisha una kitu cha una vocha ili kwamba uwasiliane naye? Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kubipu wakati bila sababu unapuuzwa. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unaonekana kama mtu ambaye pamoja na kwamba una shida lakini husaidiki, yaani una sifa za kusaidiwa. Kama wale watu tunaosema kuna watu ambao hawakopesheki. Yaani kuna watu hawana sifa za kukopeshwa. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo imarisha urafiki unapokuwa na chochote. Si vizuri kwa sababu ndugu yako amekuahidi kwamba atakusomeshea mtoto wako, basi yuko kule Dar es Salaam, unaenda mikono mitupu. Hujachukua hata machungwa, chukua hata kuku, peleka kule, kwa sababu unaugusa moyo wake kwamba pamoja na kwamba ni mtu wa shida, lakini si kwamba wewe umeparalyze kabisa. Si kwamba ndio kama wanavyosema mimi nime retire lakini sija expire. Nimestaafu lakini si kwamba sina maana tena katika dunia hii. Kwa hiyo ni vizuri katika maisha yako ujifunze kwamba hakuna mtu ambaye haguswi na zawadi. Zawadi, hata kama mtu leo akija akakupa milioni 10, bado usikose zawadi ya kumpa hata yenye thamani ya 10,000. Hii inamgusa mtu kwamba ni mtu wa shukrani na ni mtu ambaye unajitambua hata wewe kwamba una kitu cha kumgawia mwingine mwenye mahitaji. Lakini jambo la 4, tambua na kujali mambo yanayomvutia. Unapotaka kugusa moyo wa mtu hata tu kwenye mahusiano ya kimaisha ya kawaida, tambua huyu mtu anapenda nini. Huwezi kufanya kitu ukaassume tu kwamba kwa vile mimi napenda basi na yeye atapenda. Na ndio maana nikija nyumbani kwako hutanipa soda yoyote kwa sababu unaipenda. Utaniuliza, nikupe soda gani? Kwa nini unafanya hivyo wakati wewe unatambua soda yako nzuri? Unataka kuugusa moyo wangu. Unataka unipe kitu ambacho kitanifanya nifurahie zaidi hata kama ile ya kwako pia nayo ni nzuri. Vivyo hivyo ni vizuri utambue na kujali mambo ambayo yanamvutia mtu mwingine. Unapokuwa na tabia ya kutambua moyo wake unaguswa na nini na ana mahitaji gani ambayo unayamudu, basi unasababisha na yeye afanye mambo makubwa sana katika maisha yako kwa sababu umeugusa moyo wake. Hakuna mtu kwenye dunia hii ambaye hana mahitaji. Kwa hiyo nataka utambue ile kwamba hata kama ni mfadhili ni nani mwingine anaweza kuwa hana mtu wa kuwasiliana naye. Amekata tamaa kwa sababu watu ana upweke fulani. Ana mambo fulani ambayo amemzunguka, amekata tamaa, amechoka. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hahitaji msaada fulani. Kwa hiyo hata kama wewe unahitaji msaada kwako, jifunze kujiuliza kwamba pamoja na kwamba yule mtu ni tajiri, ana uwezo, anaweza akawa anapitia changamoto gani ambayo mimi naweza nikaitatua. Nikupe mfano mzuri wa Isaka katika kipindi cha Biblia, ambaye alipotaka kumbariki mtoto wake kutoka rohoni ili ile baraka itimie. Maana kuna watu wengi hata wanakuja kwetu tuwawekee mikono wabarikiwe. Lakini nataka nikuambie kwamba kuwekewa mikono ubarikiwe hakutakupa baraka za kupitia kwa yule mtu. Unaweza kupata baraka kutoka kwa Mungu, lakini kuna baraka ambazo zimewekwa kwa watu hutazipata. Zile baraka zinapatikana kwa moyo wa shukrani. Na ndio maana unahitajika ulielewe hivi. Sasa Isaka alipotaka kumbariki mwanae katika Mwanzo 27 mstari wa 4 anasema, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Sasa unaweza kujiuliza, huyu baba anampenda mtoto wake, kwa nini hakumwekea tu mikono? Alitambua kabisa kwamba ili nitamke kutoka rohoni baraka ambazo zitaleta maana na zitatimia kwa mtoto wangu, natamani kwamba anitengenezee kitu kinachougusa moyo wangu ili baraka zile zitoke rohoni wakati ninakula. Ni vizuri uangalie hata wewe katika maisha yako. Kuna watu wengi hawaelewi, pengine una kiongozi wako anayekusimamia kwenye maisha yako. Hata kiongozi wako, hata bosi wako tu, unajua mshahara wake ni mkubwa sana.
lakini bado unaweza ukafanya kitu fulani kwenye maisha yake. Lakini unasikia wakati mwingine kuna mgonjwa kwake nyumbani, unasikia kwamba kuna jambo fulani limetokea kwake, lakini huonyeshi kabisa kwamba wewe kuna kitu unaweza kufanya. Unasema kwanza mshahara wake ni mara 5 zaidi ya mshahara wangu. Lakini vizuri utambue kwamba hakuna mtu ambaye hapendi kutiwa moyo. Ungeliweza kabisa hata wewe ukambariki. Sisemi iwe kama rushwa fulani kwamba unamsaidia mtu kwa sababu unataka akufanyie kitu fulani. Hapa nazungumzia zaidi ile maana ya kuonyesha kwamba hakuna mtu ambaye ni wa kukusaidia tu wewe, lakini wewe hutaki usaidie watu. Lazima ujifunze kugusa watu. Ndio maana kuna maandiko yanasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kusukwasukwa, ndicho mtakachopewa katika vifua vyenu. Mungu kwa nini anasema hivi? Kwa nini hasemi niombeni tu baraka? Kwa nini hasemi nibarikini mimi tu? Na hili nimewafundisha watu sana kwamba hata sisi viongozi wa imani tunapofundisha watu wamtolee Mungu tuwe na mipaka. Tusiendelee kuona kama watu wanatakiwa tu watoe kwenye ibada, kwenye imani, lakini hawasaidii watu. Kwa sababu kuna baraka zingine zinatoka kwa Mungu moja kwa moja, na kuna baraka zingine zinapitia kwa watu tuliogusa maisha yao. Kwa hiyo neno la Mungu linasema wapeni watu. Kuna kumpa Mungu, lakini wapeni watu vitu. Unavyoendelea kuwa baraka kwa wengine, utaona na wao wanakukumbuka wakati fulani. Kwa hiyo nimependa nikushirikisha haya kwa sababu una watu wengi ambao wangeweza kubariki maisha yako, unafahamiana nao. Lakini kwa vile wewe unadhani wewe ndio mwenye sifa za kusaidiwa tu, basi unasababisha ukose baraka na watu wakuchoke. Nami nisingependa watu wakuchoke. Ningependa watu wakuone kwamba ni mtu wa shukrani, ni mtu ambaye unatambua kwamba na wewe una chochote. Na ndio maana hata kwenye nyumba zetu utaona kwamba hata tukitembelewa na mgeni, tuna hali ngumu. Lakini unaona kabisa mgeni umemwambia aje, umeandaa chakula kako kazuri, akikwambia sitakuja, unakasirika. Kwa hiyo nafikiri kwa nini usingesema tu kama haji nakula kuku wangu? Kwa sababu ulitaka kuonyesha na wewe kwamba unampenda, ulitaka uonyeshe unamjali. Kwa hiyo katika maisha yako kuna watu wengi wangekukumbuka, na ndio maana unakosa nafasi hata kwenye kazi zako kukaa muda mrefu. Kwa sababu unajali kazi tu na shughuli zako, lakini hujali kugusa mioyo ya watu. Hujali. Yaani wakati mwingine unaona kabisa kwamba ungeweza hata wakati mkila chakula fulani ukasema basi nitakulipia. Lakini unaweza kuona kabisa kwamba wewe unaona kila mara ulipiwe tu. Yaani huone kabisa kwamba wewe unaweza hata wewe ukasema basi hebu na hao watu 5 wote leo wapate. Tusiwaachie walevi. Walevi ndio wanafanya hivyo mara nyingi. Wanaonunulia wenzao pombe. Lakini hata sisi ambao tunadhani hatuko huko, tutambue kabisa kwamba watu wanafurahi wakiona kwamba kwa kiwango chako kidogo bado unatafuta kugusa moyo wake. Na ndio maana kwenye imani, kwenye maisha ya ndoa pia utaona kwamba huwa nawashauri watu kwamba tusibaki kufanya mambo makubwa tu nyumbani. Tunakuta upendo unadorora kwa sababu kuna baraka, kuna vitu vidogo ulikuwa unampatia mwenzako akiwa ndio umemuoa au wakati uko kwenye harakati za kumuoa. Sasa leo hii unaponunua biskuti, unaponunua pipi, unawapa watoto tu, lakini hujawahi kuandaa pipi maalum kwa ajili ya mke wako. Kana kwamba ulimi wake sasa hauhisi utamu tena kwa sababu umri umesogea. Kwa napenda ufahamu kabisa kwamba gusa maisha ya watu, huisha upya mahusiano kwa vitu hata vidogo kabisa ambavyo vinasema na moyo wa mtu na kumuonyesha kwamba wewe ni mtu pia ambaye unajali. Nimependa kukupa mambo haya machache ili utambue kwamba si kwamba kila kitu utapata kwa maombi tu mbele za Mungu. Jifunze kuwavutia wenye baraka zako kwa kufanya chochote ambacho kiko ndani ya uwezo wako, ili na wao waweze kuona kwamba kweli wanakukumbuka kwamba huyu mtu fulani amefanya kitu fulani. Nimeliona hilo sana na ndio maana nakuambia hivyo. Wakati mwingine naambia mke wangu, hebu nisaidie kunipigia pasi lile shati la fulani. Namtaja jina lake kwa sababu nimezoea kuna watu wamenigusa kwa vitu vya namna mbalimbali. Kwa hebu fanya hivyo kwa kiongozi wako. Anapokutaja hivyo kwa vitu vidogo unavyoviweza, unasababisha kukumbuke hata kwenye maombi zaidi kuliko ukawa ni mtu wa kuingia na kutoka tu, lakini huna chochote unachofanya kinachogusa maisha ya watu. Basi Mungu akubariki, afanyie kazi haya nawe atakusaidia ili kwamba yale ambao umetamani kuyapokea kutoka kwa watu mbalimbali uweze kuyapokea, na usiendelee kuwa na maisha magumu wakati simu yako imejaa majina ya watu wengi ambao wangefanyika baraka pia katika maisha yako. Mungu akubariki, tutaweza kujifunza tena wakati mwingine.